Jioni ya leo Mungu angependa kutunenea na anatufahamisha ya kwamba whatever you have, it has enemies. Whatever you have, whatever the Lord has entrusted with you, kuna maadui ambao wanapingana, hawalali, wakiongozwa na mapepo. And so tonight, how do we deal with enemies of faith? Listen to this. This is what the Lord said through the mouth of Moses as he blessed the children of Israel, and they departed. They left Egypt, the land of captivity, and they were on transit to the land of abundance. And the Lord talked to Moses and told Moses these words in Exodus 23 and verses 22. Exodus 23 and verses 22. This is what the word of the Lord says. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Ya kwamba Mungu mwenyewe akawaambia, wakati mtafuata njia zangu, wakati mtaniamini na muniaminie mimi, kuna mambo ambayo mimi nitafanya, ya kwamba nitafanyika adui mwa maadui wenu. I will be an enemy to your enemies. Na ya kwamba wale wanaowapinga mimi nitawapinga. Hallelujah. Can you imagine our God being the one fighting for you? Can you imagine the Lord being the one that is facing your enemies? Can you imagine the Lord standing guard for you? Can you imagine our Father taking charge and saying that your enemies are my enemies, that I shall counter them, I shall fight them, I shall chase them, I shall follow them, I shall fight them. How I desire that this particular moment, ya kwamba mpendwa, utaruhusu Bwana, utamuuliza Mungu, my God, stand up for me, fight for me, walk before me, make a way for me. Ninajua kuna watu wengi wanapingwa, kuna watu ambao njia zao zimefungwa. Mahali unafanya kazi kuna upinzani, kwa familia kuna upinzani, katika maisha yako kuna upinzani. There is a way and there is a promise this wonderful time, ya kwamba Mungu atakuwa adui wa maadui wako, ya kwamba Mungu atapinga wapinzani wako, atawazusha, atawaleta chini katika jina la Yesu Kristo. May the Lord become your shield, your fighter, the one taking charge of your life in the mighty name of Jehovah God this evening. And so wapendwa, kama Mungu alivyotangulia na kusema, I will be an enemy to your enemies, we also need to know who are these enemies in specific. Hawa maadui ni akina nani? Maadui hawa ambao tutapigana na wao, maadui hawa ambao tutawapinga ni akina nani? Who are those enemies? And those, for this particular session, I want to deal with 4 enemies that if you take charge, if you are aware of these enemies, your life as a man, as a woman of God, will make it. You will make it by the grace of God. The enemy number 1 that you need to overcome is called fear. F-E-A-R. You must overcome fear. You must allow yourself to fight this enemy. You must handle fear. Ya kwamba Mungu akikueleza anza jambo hili, akikueleza pita mahali hapa, akikwambia achana na watu ama kikundi fulani, utakuwa na ujasiri wa kuachana. Utakuwa na nguvu ya kusimama na kusema hili halitaendelea. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, we must deal with our enemies. We must handle fear. Listen to what the word of the Lord says in 2 Timothy chapter 1 and verses 7. 2 Timothy chapter 1 and verses 7. The word of the Lord says, God has not given me a spirit of fear, but of love and of a sound mind. God has not given me a spirit
spirit of fear, but of love and of a sound mind. That the spirit we operate in, ya kwamba roho ambaye tunatembea naye ni roho ambaye ni wa nguvu, ni wa mamlaka, ni wa uwezo, sio roho wa uoga. Mpendwa katika jina la Yesu Kristo, you must confront fear. Kama unaogopa kuanzisha biashara fulani, you must overcome that fear. Kama unaogopa kusema jambo fulani kwa watu, you must overcome fear. Kama unaogopa kutamuka neno fulani na pengine ni ndoto uliona ukapata ufunuo lakini unashindwa, una feel I cannot deliver this particular message because it is a harsh message, apana, you must overcome fear. The Bible says in Hebrews 13 and verses 6, the Lord is my helper, I will not fear. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? Fear must not be a living enemy in our lives. We must understand that fear is an enemy and we must overcome this fear. The Bible says in Psalm 56 and verses 11, maandiko yanasema hivi, in God I trust, I will not be afraid. What can man do to me? I trust in God. Why should I fear any man? Wapendwa katika jina la Yesu, kuna familia imeogopa, kuna mwanabiashara ameogopa, kuna mtu ambaye ni wa familia fulani ameogopa to do what is right. I want to encourage you today and tell you that in the name of Jesus, you must overcome this enemy. You must handle this enemy. You must confront this enemy called fear. Kwa sababu neno la Mungu limetuhakikishia, limetupa ule ujasiri wa kuonyesha ya kwamba we can conquer, we can make it, we can stop fear and proceed to what the Lord wants conquered. We must proceed from where we are to the next conquest assignment. We must move from where we are and march forward with courage, with boldness, with the hallelujah. Somebody pray. Father, in the name of the Lord, ninaomba ya kwamba uoga unaondoka, uoga unashindwa, na wale Bwana hawajaanza hatua, unafanya jambo katika maisha yao. Yale maombi Bwana wapendwa wanaomba sasa kuhusiana na uoga, naomba Bwana ukayajibu, ukiondoa ule uoga katika jina la Yesu Kristo. The second enemy you must handle is called the enemy of guilt. Najua kuna watu walifanya jambo na hilo jambo ni kama bado linaendelea kukutesa, linaendelea kukutatiza, hilo jambo linaendelea kukuangusha, hilo jambo linaendelea kukufanyia mambo mengi katika maisha yako, na pengine hata mlisameheana, pengine hata hilo jambo uliliacha, lakini bado the guilt has not allowed you to move on. You are stuck there. You are unable to move on. You are unable to make it. I want to encourage you today that guilt is an enemy. You must counterattack the guilt. What does the word of the Lord say about ourselves and what has happened in Christ? The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 and verses 21, the word of the Lord says this, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Listen to this. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Wapendwa, tumepata utakatifu wa Mungu kutokana na Kristo Yesu. Wale wote wameingia ndani ya Yesu, hata kama kuna dhambi ulikuwa umetenda, kiwango gani, kiasi gani, na ulitenda kwa nia gani, kama uko ndani ya Kristo, the Bible says we have become the righteousness of God. Ya kwamba ya kale yamepita na sasa tuko katika utakatifu wa Mungu. You know, the devil has a mastery of reminding us, of pinning us down, of bringing us
back and telling us, don't you remember? Don't you know? Mwambie, yes, I know. I did it. I was the one. But where I am today, Christ has paid for me. The blood of the Lord, it continues to cleanse us. It continues to wash away our sins. Na ya kwamba hayo mawazo mpendwa yakikupata, hayo mawazo ya kuwa guilty, wakati inafunuliwa, ukiota unaota nayo, wakati mtu anakukubusha, ama unatembea mahali, unakuta yule mtu ambaye mumewahi fanya dhambi na edi yako pale, na wewe ulishaungama dhambi zile, na ukaanza safari na ukaendelea. This is what the word of the Lord tells us, how to deal with those imaginations, how to deal with those thoughts. The Bible says in the same book, 2 Corinthians chapter 10, and verses 5. This is what Apostle Paul says we should do. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. When that thought comes on you, mpendwa, you must get captive that thought and tell that thought, I was forgiven by Jesus. I am a man who was a sinner. I was a former sinner. Na hata kama leo sijakamilika kufika mbinguni, mimi nimekamilishwa na damu ya Yesu, na kwa hivyo nimesamehewa. And you capture that thought. You bring that thought down, ya kwamba yule anakukubusha, pengine hata umeokoka, umeingia ndani ya Kristo, umeingia ndani ya kanisa, uko na kalama za roho, unashindwa kuimba pale mbele, unashindwa kushuhudia pale kwa sababu ya the guiltiness ambayo imewekwa ndani yako. My sister, tonight you must capture that thought. You must get that thought and tell that thought, you cannot stop me. You cannot stop me. You demolish that particular argument, that particular thought. You capture it and you subject it to the obedience of Christ Jesus. Wapendwa, there is no one without a pastor. Hakuna mtu ambaye hakuna mambo alifanya kabla ya kujuana na Yesu. Na wakati wowote unaungama, wakati wowote unatubu, you must manage this enemy. You must conquer this enemy, the enemy of guilt, the enemy that keeps telling you hakuna mahali unaenda, hautaweza. You must overcome this enemy in the name of Jehovah God. Mpendwa, uko pale, umefumaniwa, umefungwa na yale yaliyopita. Inua mkono wako mbele za Bwana. Tell the Lord, my Father, in the name of Jesus, I desire to conquer the guilt that is fighting me. I desire to conquer the guilt that is telling me I have never been forgiven. I cannot move on. In the name of Jesus, I overcome it in the name of the Lord. I demolish its places in the name of the Lord. My Father, my God, increase my courage. Increase, my God, the power to stand and to do the will of Jehovah God. Hallelujah. Wapendwa, we must overcome the guilt. We must bring down the pretension, any argument that want to stand there and challenge us. We must overcome in the name of Jehovah God. Jambo la tatu ambalo ni adui mkubwa ambaye tunastahili kumleta chini na kumweza, inaitwa unforgiveness. The unforgiveness that happens there. Unforgiveness. Kuna watu ambao hawawezi kusamehe. Pengine ulitendewa kitu na mtu kitambo, lakini umeshindwa kusamehe. Umeshindwa kusema I forgive. Kuna watu ambao hata wao wenyewe waliweza kusamehewa, lakini bado wao hawajajisamehe. Unforgiveness is an enemy that can keep you there mark timing. Unforgiveness is an enemy that can stagnate your spiritual life. And unforgiveness is a sin by itself. The moment you do not forgive, the moment you do not accept forgiveness, you put yourself in a prison. You lock yourself in there. You must be delivered from this enemy. The Bible says in Luke 6 and verses 27 and 28, this is what it says. But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. Verse 28 continues to say, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Jesus himself would say those words.
that I ask you to love those that hate you, and to bless those that curses you, to pray for those that do not like you. Wapendwa, you must forgive. Forgiveness is what we received from our Lord Jesus Christ. Forgiveness is what sets us free. Wakati umemsamehe mtu, unapata hata uhuru wa kutembea mahali popote yule mtu yuko. Lakini wakati haujasamehe mtu, unakaa mateka wa yule mtu. Wakati umesamehe mtu, unakuta ya kwamba unaweza lala na upate usingizi upumzike. Lakini wakati umekataa kumsamehe mtu, unakuta ya kwamba hata katika ndoto zako anakutembelea, anakutia wasiwasi, anafanya usiweze kufurahia maisha, anafanya usiweze kusimama na kuendelea na maisha vile ambavyo Mungu angependa ufanye kazi yake na uishi maisha yako. Let us learn to forgive. First of all, when you forgive, you set yourself free. When the one who is receiving the forgiveness is set free, pia na yeye unamwekea mzigo wa kusamehe wengine na kuendeleza ufalme wa mbinguni. Are you there? Your heart is full of unforgiveness. Uko pale unawaza, why did they do this to me? Why did they not? You are saying all this, why did they not? Why have they not? Why have they not done? Why? All of those questions. I want to answer you that you are just allowing the enemy to take control of your life. And forgiveness is an arch enemy of faith. Inua mkono wako ujiombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wapendwa wote ambao wamepitia majuto, wengine mahali wamefikishwa na maisha, it is because a certain brother, a certain sister caused it, oh God. It is so hard to forgive in those spirits. I pray for them in the name of the Lord, that God, you give them the courage to forgive. You will give them the courage to face their enemies in the name of Jehovah God, and mighty Father, to set them free by, oh God, moving in their lives, and even, oh God, meeting their needs, even, Lord, answering their many questions in the mighty name of the Lord. Baba yangu, ninaomba ya kwamba hawatakaa katika ile self milele, hawatakaa katika ile jail milele, lakini Bwana unaenda kuwafungua, unaenda kuwafanya upya katika jina la Yesu Kristo. I pray this particular moment that unforgiveness is being destroyed in Jesus' mighty name. Hallelujah. And the last one is the mind. Your mind can be a great enemy of your faith. Whatever you feed your mind, whatever you install in your mind, whatever you allow your mind to venture into, can turn out to become an enemy, or can turn out to work for you and bring you to better ends. And so tonight, this particular moment, you must mind about your mind. This is what the word of the Lord says about the mind. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, his good, pleasing, and perfect will. Listen to this. Do not conform any longer to the patterns of this world, but be you transformed by the renewing of your mind. The mind is the one that patterns. The mind is the one that either conforms, or the mind is the one, when it goes through transformation, it helps you to see the good, pleasing, perfect will of God. Your mind is the engine, is the power that will get you where you want to go. It is in the mind. Even a human being, it is about the mind. The man or the woman is defined or described by the capacity of the mind. And so tonight, wapendwa, the word of the Lord says, you must no longer conform to the patterns of the corrupted world, but rather be you
transformed, ili ukaweze kujua vile Bwana anataka katika maisha yako, katika familia yako, katika kanisa, katika uongozi, katika biashara. What is God's will in wherever he sends you and plants you there. Mungu amekuweka katika ule mji kwa nini? Ili ujue ni kwa nini. Your mind must be overcome by the presence of the Lord. There must be transformation of your mind. Maisha yako, mawazo yako lazima yabadilishwe, na ili ukakamilishwe, ukafanyike jinsi ambavyo mapenzi ya Bwana yalivyo. Dealing with enemies of faith. Ninajua ya kwamba kuna watu hata nyakati kama hii ngumu hivi, wakati kazi zimeenda chini, wakati maisha ni mangumu, kuna watu ambao wanapitia mawazo mabaya. Wengine hata wanaanza kuwaza kama vile wanaweza jiua, kama vile wanaweza ua wengine. Wengine ambao hawajalipwa madeni wanafikiria na wanawaza mawazo bovu. Nataka kukuombea katika jina la Yesu ya kwamba adui huyu wa mawazo, ya kwamba adui huyu ambaye angependa kukumaliza na kukuangamiza, yeye atashindwa katika jina la Yesu Kristo. Remember what the word of the Lord said in Exodus 23 and verse 22, that those that are your enemies, I will become their enemies. Those that oppose you, I shall oppose them in the mighty name of Jehovah God. Somebody pray about your mind. Somebody pray about the status of your mind. Omba Mungu ya kwamba maisha yako, mawazo yako yamesimamishwa, yametakazwa na yameoshwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Our God and our Father, my Father and my Lord, how I pray this wonderful moment that you are going to handle these enemies, fear, guilt, unforgiveness, and the mind. Father, Lord, grant us your favor to overcome these enemies, so that we can be able to bear much fruit and to live our full lives in Christ Jesus. This is my prayer, and this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord God bless you. May the Lord God help you to overcome and to deal with these enemies of faith. Neema ya Bwana ikutoshe na uwe mshindi, kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi katika Kristo Yesu. Mungu akubariki, Mungu akuneemeshe, na mkono wake ukae juu yako katika jina la Yesu Kristo. Ningependa kuombea matoleo ambayo huenda uko pale unasema, ningependa kujiunganisha na yale madhabahu, ningependa kufanya matoleo yangu na ili nikaweze kuwa mmoja wa wale ambao ninahesabika na Mungu katika kazi yake. Utaweza kutumia hiyo namba ambayo unapewa pale, namba ambayo ni ya matoleo, na Mungu ataweza kukubariki, Mungu ataweza kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Our paybill number there is 57116, 57116. Ikikuitisha account unaweza kuandika dealing with enemies, ama unaweza andika more than a conqueror, unaweza andika it is your tithe, it is your seed, it is your first fruit, na Mungu atakubariki. Wacha nikuombee. Father, in the name of Jesus, ninakushukuru kwa wapendwa wote na waombea ushindi. Matoleo yote ambayo wanaweza kuwa wanafanya, naomba Mungu akijiunganisha na haya madhabahu, kuna maadui wanaenda kushindwa, maadui wagonjwa, maadui wezi, maadui hali ngumu ya maisha, maadui ya kutokuwa na amani. My God and my Father, ninaomba ya kwamba hii dhabihu utaipokea katika madhabahu haya na utafungua njia ya wapendwa, ili Bwana wakapate neema na baraka yako. Ninawaombea na hizi Bwana dhabihu watakazotoa, uzibariki pia, zikafanye kazi ya huduma ya kueneza injili njema ya Kristo. Katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Mungu akubariki mpendwa, neema yake ikakutoshe na mkono wake ukawe juu yako. Until next time on Friday, as we continue to pray na kuombea neema. Na pia ukumbuke ya kwamba kesho huwa tunafunga siku 2, 48 hours of prayer and fasting, na kwa hivyo ukifunga utaweza kuomba na pia kuungana nasi katika saa 4 za usiku wa Friday mpaka saa 6, tukiendelea na maombezi katika jina la Yesu Kristo. God bless you, and may the Lord work and fight your enemies and set you free to bear much fruit. God bless you. Shalom.